Karibu baba, endelea kukaribia mahali hapa. Karibuni, ni usiku wa Joan. Karibu baba, piga vigelegele tulipongeze. Safi kabisa. Njaa ilipowakabili wenye ukoma waliotengwa, wakasema kuliko tufe hapa kwa njaa, ni bora twende kabila wa Shami, ni maadui zetu siku zote. Twendeni tuombe chakula, na tena huenda tukauawa, lakini bora twende kabila wa Shami. Njaa ilipowakabili wenye ukoma waliotengwa, wakasema kuliko tufe hapa kwa njaa, ni bora twende kabila wa Shami, ni maadui zetu siku zote. Twendeni tuombe chakula, na tena huenda tukauawa, lakini bora twende kabila wa Shami. Vigelegele wa mama. Dada hiyo ringa kidogo. Washami wakasikia kishindo cha magari ya Waisraeli, na kumbe zilikuwa nyayo za wakoma zilizojawa uwezo wa Mungu. Walipokaribia kabila wa Shami, Washami wakasikia kishindo cha magari, kishindo cha magari, na kumbe zilikuwa nyayo za wakoma zilizojawa uwezo wa Mungu. Wahitaji msaada ndugu, je, watambua kwamba yuko Mungu awezaye kurahisisha magumu tusiyoyaweza? Wahitaji msaada ndugu, je, watambua kwamba yuko Mungu awezaye. Asante sana mama, asante nashukuru. Asante DJ, shikia wimbo wakati wote tunapokea na mama. Mimi nakatisha hivi tunaposema. Mungu aliye karibu. Nakatisha hivi tunapokea. Mwingize mama. Ataingia katikati ya mistari yetu miwili na kuingia nayo wajani. Usirudi mama, hapa sogea kabisa. DJ niletee mama. Tunaendelea kuswing. Na sisi wanadamu, alitupenda. Mungu wangu, ulitupenda ulimwengu, ukamtuma mwana wako. Vigelegele mama. Asante Baba, asante sana, asante sana. Mama Joan ingia katikati hapa. Wa dunia wamshukuru Mungu, ametimiza ahadi yake. Cheza wa mama pamoja na mama tunasema acheze wote. Pendo lake halina kipimo. Fanya mduara. Mama vigelegele. Tumwimbie kwa shangwe, Mungu wangu, Bwana wangu, ulitupenda ulimwengu, ukamtuma mwana wako atukomboe. Jamani kisubiri vigelegele sana. Asante Baba, asante sana, asante sana.
Usiku huu mzuri, usiku wa Joan. Nipende kuwakaribisha tena wamama mahali hapa, piga vigelegele tujisikie huru. Wakati huu sasa bi harusi wetu mtarajiwa Joan Emmanuel, sasa tunakukaribisha Joan ukumbini. Watu wote tutasimama, tutampigia vigelegele kwa sana. Acha kula ndimu, kula chungwa wakati huu, kula biskuti. Wewe usipige kigelegele. Sijui tukuelewe vipi. Joan, usiku wa sasa ni usiku wako. Ndio. Piga tu vigelegele hata kama hujajisikia, lakini wewe piga tu. Tusimame wakati Joan anaingia. Joan, karibu. Karibu. Macho ya watu yanaangalia kila mahali Joan anapotokea. Yu wapi? Nana hiyo. Asante. Nana hiyo. Nana hiyo. Nana hiyo.
Wakati huo ni kuombe Judith Emmanuel hapa pamoja na shangazi namna hiyo. Kwa masaa haya, asante kwa ulinzi wako, asante kwa siku ya leo, asante kwa uhai, asante kwa kutuleta katika shughuli ya binti yetu. Mungu wa mbinguni, masaa haya tunaikabidhi shughuli yetu mikononi mwako. Shughuli hii, vyote vilivyoandaliwa Bwana, tunavitakasa kwa damu yako. Amina. Amina. Kazi kwa kweli amefanya jambo lililo jema mbele za Mungu. DJ tumpokee shangazi. Asante tete. Aya, asante sana. Nipende kumkaribisha mama huyo ambaye leo amesababisha wewe au sisi sote tuache shughuli zetu tuje kwa ajili ya mama huyu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Tupige vigelegele wa mama namna hiyo. Sasa nipende kumkaribisha mama mwenye mji huu ili na sisi aweze kutukaribisha kwenye mji wake, si ndio? Ili tunapokula, tunapokunywa, tunapocheza tujisikie ya kwamba tumekaribishwa, au sio jamaa? Judith, karibu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wamama oe. Oe. Tukiamua jambo letu linawezekana chini ya Mungu, si ndio Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina. Wamama wenzangu, kwa kweli sina lugha rahisi ya kuongea. Ninatamani hata nifungue moyo wangu msome. Lakini eleweni tu, nimeheshimu uwepo wako wewe uliyekaa katika kiti hicho ulichokaa. Amina. Kama kuna aliyeacha mgonjwa, naomba Mungu akamneemeshe yule mgonjwa. Kama kuna biashara umeacha kwa ajili yangu, basi kesho utakapofungua Mungu akupe maradufu. Amina. Basi hapa nimewakaribisha tu kwa jambo moja la kumpa vyombo binti yangu mpendwa Joan. Ninawakaribisha sana na ninawashukuru sana kwa michango yenu, vikundi, majirani, familia, yani wote naomba mpokee shukrani zangu. Karibuni sana katika familia ya Mr. and Mrs. Donald Robert. Karibuni sana. Hii ni vigelegele. Kiukweli nilitekewa kidogo. Kwanza nitamkaribisha na shangazi. Anasema yeye hawezi kutambulisha peke yake, lakini na shangazi atakuwepo. Wakati shangazi anakuja, DJ mlete shangazi, alafu Judith utatutambulishia wageni wote walioko mahali hapa, alafu ndo tutaendelea. Shangazi wema.
watutambulishie, tunapenda kuwajua majirani kwa magrupu, si ndio? Kuna wengine pia tunataka kuwafahamu, huyu ni nani, yule ni nani, si ndio? Kwa hiyo tunarudisha tena maiki hii kwa Judith ili aweze kututambulishia. Aliyoko karibu yetu ni shangazi, nikajua na shangazi naye atachukua nafasi hii kama vile Joyce. Kama nilivyotangulia kusema awali, wa mama wenzangu, ninawakaribisha sana. Utambulisho wangu napenda wengi ambao ni wageni hawamfahamu Joan. Huyu ndiye binti yangu ambaye amefanya tuwepo leo hapa. Basi majirani ambao wako hapa, naomba tusimame, majirani zangu ambao napenda kutambulisha kikundi cha Lulu. Karibuni, simameni mpunge mkono. Napenda kutambulisha kikundi cha Igo, naomba mpunge mkono. Naomba kuwatambulisha dada zangu, naomba mpunge mikono. Wenzangu, naomba mpunge mkono. Naomba kumtambulisha mke wa mtoto wangu Joni. Karibu mama Kaila, simama unyoshe mkono. Napenda kumtambulisha binti yangu mpendwa Asinati, naomba usimame upunge mkono. Na mkwe wangu mwingine mama B, naomba usimame upunge mkono. Huu ni mkwe wangu, mke wa kijana wa wifi yangu. Nina rafiki yangu mpendwa Jamila, naomba upunge mkono. Nina mdogo wangu ambaye wengi wanamfahamu, mpendwa wangu mama Koli, naomba upunge mkono. Nina mama Koli ni wawili pale, naomba upunge mkono mama Koli. Nina binti yangu Rozi, naomba usimame pia uwasalimie watu wa Kongoe. Nina mdogo wangu mpenzi, naomba usimame Rozi uwasalimie watu wa Kongoe. Jamani ma MC wote, MC naomba nao upunge mkono. Jamani karibuni sana sana sana. Kama kuna mtu ambaye nimemruka, naomba nisamea, niwe radhi. Namna hiyo, asante sana mama. Asante sana mama. Asante. Mama ambaye una uwezo wa kuongea mambo mawili matatu kwa ajili ya binti yetu. Kwa hiyo tunapenda kukaribisha pointi kama 2. Katika mada hizo tunaweza tukachagua. Kuna mada ya maombi, tunaweza kuongea kuhusu maombi. Mama nakusihi mama, na kuomba tuna usafi, tuna maombi, tuna mawasiliano, tuna ujasiriamali, tuna vitu vingi, si ndio? Tuna mapishi. Assalamu alaikum. Binti yangu Joan, nafurahi kwanza kupata fursa hii ya kuongea na wewe maneno mawili matatu tu. Najua mama namfahamu, atakuwa amekueleza mambo mengi, na marafiki wa mama watakuwa wamekueleza, hata rafiki zako vile vile wana mambo mazuri wanaweza kukueleza. Mimi naomba niongelee kuhusu swala la maombi katika ndoa hiyo unayoiendea sasa hivi. Bila maombi ndoa haiendi kabisa. Lazima uwe binti wa maombi. Hata katika vitabu vitakatifu
Tunaona kwamba wanawake ndio waombolezaji wakuu, ndio wanaoomba kwa ajili ya familia, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kila jambo. Tuna kibali kikubwa sana wanawake mbele za Mungu katika maombi. Kwa hiyo na kuomba huko na kukwenda huko utakapoishi na mume wako, hakikisha unamuombea. Ombea na watoto wenu hao mtakaopata, ombea maisha yako. Na imani ukiishi katika maombi, hakuna jambo litakuwa gumu katika maisha yako. Mungu amesema, niiteni nami nitawaitikia, nitaonyesha mambo makubwa magumu msiyojua. Ina maana utakapoingia hata katika, kwa sababu ndoa kuna milima na mabonde. Usifikiri ni tambarare kama wanavyoimba. Hapana. Kuna milima na mabonde, utakutana na mambo mengi. Kwa hiyo naomba niishie hapo, nikutakie heri ya baraka katika maisha mapya ya ndoa, ukadumu, ukapate na wajukuu na vitukuu. Mungu akakubariki sana. Amina. Kikubwa binti yangu, napenda kukuhusia upendo. Katika kila jambo upendo. Hata wakina mama wote waliozunguka hapa ni upendo. Bila upendo hakuna chochote. Popote utakapokwenda kwa wake zako, basi kawapende mama, mawifi, wote utakayokuta katika familia. Basi nakutakia kila laheri, ndoa njema. Wakati wote tupige vigelegele kidogo wa mama. Tupige vigelegele, piga vigelegele. Napenda kumshukuru Mungu kwa muda huu wa jioni na pia kuwashukuru wote mliofika katika eneo hili. Judith mwanangu. Joan samahani. Joan. Napenda kukuhusia juu ya marafiki. Hakuna watu wazuri kama marafiki, lakini hakuna watu wabaya kama marafiki. Kuwa nao kwa kiasi, ni wepesi na ni wakaribu sana kuvunja ndoa. Hili Mungu, kuwa mtu wa maombi wakati wote. Unapopata changamoto, kumbuka Yeremia 33 mstari wa 3. Asante. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kupatia riziki ndogo na kubwa. Siku ya leo ni kubwa na ni nzuri na yenye faraja na yenye kumbukumbu zote kupitia huyu binti. Nifahamu sana. Mimi yule MC ameniita Pili, anamaanisha nilizaliwa siku ya Jumapili, wazazi wangu baba na mama wakanipa jina la Pili. Mwenyezi Mungu ametujalia na leo tumekutana tena. Sasa wewe mwenye Kisokolo Kwinyo kupitia shughuli hii. DJ, huyu mtoto naomba unisikilize DJ. Huyu mtoto kapata utamu wa Yesu. Amen. Na utamu wa Yesu ina maana kwamba ushangiliwe kwa mwanamke yeyote ambaye anayejua utamu wa Yesu. Upo tayari. Na kama upo tayari basi naomba wewe mwanamke uliyekuepo hapa katika ukumbi huu. Kama ukikaa chini basi una roho ngumu. Amina. Na kama ukisimama ukacheza basi Mwenyezi Mungu atakujalia. Ina maana kwamba pewa nafasi ya kuzungumza, jivune. Kwa sababu inawezekana hata wewe ungeambiwa utaje hapa usingeweza kusimama. Usimame na tuongee. Lakini makada wapo wengi sana, wengine wamenyuti, lakini Mwenyezi Mungu ajalie na tuko pamoja. Naomba wote tusimame tucheze utamu wa Yesu kumshangilia huyu binti. Na pia ukacheze na TBC1. Uhakikishe channel zote unazitafuta. Wale wanaojua wanajua na wale wasiojua kae hivyo. Baada ya kusema naomba Mwenyezi Mungu anijalie nikimaliza hapa nimestop, naomba niletee utamu wa Yesu. Na nitapita meza hadi meza nitakuuliza, shoga yangu mbona ucheze? Utaniambia. Yes,
Tuombe hapa. Keki. Hili ni jiko dogo la gesi kama ambavyo mnaliona huko kwa mbali. Jiko dogo la gesi. Sufuria hiyo imepika wali maua. Au kama we kidogo una sita, tunakuomba uje uhakiki. Juu kuna wali maua. Sawa jamani? Sio mwana nacheza kule tu. Jamani, tukio lifatalo, usipopiga vigelegele ndio ile. Piga vigelegele. Asante sana mama kwa upendo wako. Basi na mama kwa mtoto. Yaani mama anavyochukua, Joan mwanangu, nakupenda sana. Asante. Amina. Jamani, pigeni vigelegele. Asante sana. Mama Koli ni machakula. Koli ni machakula. Alafu asante mama Koli. Naambiwa mama Koli ni naye ameshiriki katika kumlea cha mwanangu. Asante sana. Haya, mama Koli ni machakula naye anasema namjua toka katoto. Haya, mama Koli naye machakula. Asante sana. Shangazi. Shangazi ni baba huyo. Asante sana. Yao eti mimi ndio nile kwa ajili ya wote. Ya leo kufanya upendeleo. Nikaambiwa katika upendeleo wa kwanza kuna kikundi kinaitwaje mama? Lulus. Kikundi cha Lulu, kama kuna mwakilishi karibu na wewe uje upokee keki. Igo kama hapo naomba. Mbona unawabania Igo? DJ Mubaya unakata muziki. Asante sana. Shukrani mama. Kilimanjaro. Huduma za wanawake kanisa la Waadventista wa Sabato wapi? Kongowe. Huduma za wanawake moja kama mpo. DJ vipi? Sio mimi tena. Inakwenda wapi? Shangazi ni baba. Vava. Luwaja. Lubego la mwana luwaja. Luwaja. Luwaja kamelu heme. Luwaja kamelu heme. Nilipa. Shangazi ni baba. Asante sana. Sasa hii na mimi nipe upendeleo. Naomba yani keki niishike kwa heshima kubwa. Asante sana. Hii keki, shika maiki. Asante. Hii keki inaenda kwa mamake mdogo Joan ambaye yuko Zanzibar. Yaani amemlea Joan sana. Yaani hata kuwepo kwake hapa hata yeye inamuuma, lakini amepata dharura, amepata ugonjwa asubuhi, akashindwa kuondoka. Kwa kweli yeye ndo amenilelea huyu mtoto. Yeye ndo amemfanya Joan
kasoma akapanda ndege kwa mara ya kwanza. Miriam, Rose, naomba uje uchukue hii keki kwa niaba ya mdogo wangu mpenzi Miriam. Asante sana, asante dakika moja. Asante. Jamani, hii ndio kamati nzima. Lakini naona japo na mara ya kwanza tulikuwa na mwenyekiti ambaye mwenyekiti huyu atajitambulisha leo. Karibu mwenyekiti, mwanzilishi wa hii kamati. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninamshukuru Mungu kwa kuwa tulilolianzisha hatimaye limefanikiwa. Amina. Leo ni leo, asemaye kesho ni mwongo. Leo ndio siku ya kumkabidhi Joan vyombo. Mungu awabariki sana. Amen. Basi sawa, kwa sababu Mungu ameruhusu iwe hivyo. Nani apinge? Hayawi yamekuwa. Ndio, zile message mlikuwa mkiona kwenye grupu mnajiuliza nani huyu anaandika? Basi naitwa Agnes Magambo. Mimi natokea Tabata, Dar es Salaam, ndio nilikuwa katibu wa kamati hii. Kamati yetu mara nyingi ilikuwa inafanya kazi kidigitali, si ndio jamani? Tumekutana sijui mara 2 tu, lakini matokeo yake ndio haya. Vigelegele jamani. Wanawake tunaweza. Asante mwenyekiti. Leo na mimi naitwa Nancy Goso Shamge au kwa jina la MC Mama na Doti kutokea kule Dar es Salaam Bunju. Wewe ukiwa na shughuli yako ukiona hapa leo nini, wewe niite tu. Asante sana. Mimi naitwa Judith Emmanuel, mama yake Joan, ndio nilikuwa mwazini wa kamati yetu hii pendwa ambayo kazi yake nzuri inaonekana leo. Mungu awabariki sana. Amen. Una la kusema? La kusema si. Hana anasema, lakini Mungu ambariki sana. Nipende kukaribisha kamati ya vinywaji. Kamati ya vinywaji tunaomba tupunge. Kamati ya vinywaji wote punga kwa juu. Asante sana. Kamati ya chakula tunaomba mpunge. Wakati huo mkipunga chakula nitawaomba mtaelekea kuhakiki kwamba chakula kiko sawa na kiko tayari, kwa sababu tukitoka hapa tunaenda kula. Kwa hiyo muziki na MC, shangaa sasa. Kamati ya muziki na MC asante. Lakini kuna kamati ya hizi hawa wa picha mnato, sijui picha video na nini. Kamati wako unaona unavyojirudia. Kamati ya ukumbi, mahema na viti. Hata alikuwa na dada Pili, lakini naye naona hajapunga. Na kamati ya mahema na viti tulikuwa pokezi. Kamati ya mapokezi, wale warembo wako wapi? Wapo wanajificha. Lakini ndio kamati ya mapokezi. Baada ya hapo basi nipende kuwabakisha watu watatu hapa. Lakini kamati ya chakula muende mkatuhakikishie chakula. DJ naomba warudishe wanakamati mkiwapigia vigelegele sana ili tuende kwenye chakula. Asante. Wabakishe watu watatu wampeleke bi harusi kwenye vyombo ambavyo wote sisi tumeshiriki kuvinunua. Asante sana. DJ wasindikize wanakamati. Mungu awabariki sana. Asante DJ, asante sana. Bila kupoteza muda, labda majina nilikuwa sijajitambulisha jamani. Yaani nimetekewa kwa uzuri uliokuwepo. Kwa majina naitwa Sara Mgonja, ni kwa mwenyekiti. Na leo tuko mbele yenu tukimkabidhi binti yetu vyombo ambavyo tumevinunua kama kamati. Jamani, makofi na vigelegele. Binti yetu mzuri Joan.
wa mama zako tumesema leo tukukabidhi vyombo unavyokwenda kuanzia maisha. Hivi vyombo tunavyokupa ujue tunalenga kabisa kwamba nyumba yako ni nyumba ya mama mkarimu, ni nyumba ambayo inaliwa chakula. Wageni wakija kwako hawataondoka bila kula. Wakwe zako watajivuna kwa sababu watakula, watashiba. Tunakukabidhi jiko. Hili jiko unaoka, unatokosa. Yaani hatutaki upate shida. Tunataka kwa raha zako. Mkwe wangu akirudi akitoka kazini, chakula kiko tayari. Kama anapenda vitu vya kuokaoka ndio penyewe. Mama mkwe akija mkumbatie, baba mkwe akija chakula kwanza. Sambamba na jiko tuna vyombo vya kuhifadhia chakula kisipoe. Jamani, naomba nisimalize yote. Naomba nimkabidhi katibu Dadaagi. Hebu na wewe ongelea vichache hapa ambavyo tunampa. Maana tuna jiko, tuna vitu vya kuoka, alafu na vingine. Hebu leta uhondo wangu. Na kwa nini amechagua hivyo? Hapa kuna blender. Kuna blender ambayo kazi yake ni kusaga vyakula, kusaga matunda. Juice isikosekane kwenye friji yako. Sawa mwanangu? Masaa yote yule mkwe akija basi apate juice ya baridi. Hapa chini kuna multi-cooker ambayo ni pressure cooker inayopika vyakula tofauti tofauti. Utapika ubwabwa, utapika nyama, utapika maharage kwa haraka, kwa dakika chache. Hatutaki upoteze muda kuchemsha maharage kwenye mkaa. Kwa sababu najua uko bize, una kazi nyingi, ukirudi hata saa 12, pika maharage dakika 20-25, maharage yameiva. Hapa chini pia kuna seti ya vitu vya kuwekea spices, vile viungo. Utaweka iliki, utaweka mdalasini, utaweka chumvi, utaweka curry powder. Alafu uzuri vimeandikwa kabisa. Kuna viungo vya chai, kuna sukari, kuna kuweka kahawa, vyote hivyo vinapatikana hapa. Alafu pia kuna dinner set. Hii dinner set ni vyombo vyote, vikiwemo vikombe vya chai, zikiwemo sahani, zikiwemo dishi za kulia chakula, pamoja na vijiko na sahani za salad. Na hapa pengine kuna sufuria zile ambazo wanasema ni non-stick, sufuria zisizounguza, sufuria za kisasa. Unapika hapo hapo unasevia, mambo hayo ya kisasa. Alafu tunaona kuna air fryer. Air fryer kazi yake ni kupika vyakula bila mafuta. Sasa hivi afya ni muhimu. Tunapika chipsi, unaweka bila kutumia mafuta. Hotpot mwenyekiti alishazisema. Kuna hotpot ambazo hazipozi chakula. Kuna jagi zuri sana. Juice ukishaitoa kwenye blender, sevia kwenye jagi, ionekane rangi yake, mtu aanze kuitamani kabla hataja ainywa. Vigelegele jamani. Asante mama, na kuomba uendelee. Kombe seti ya Luminac. Yaani hivi vyombo ni vyombo bora sana. Natamani mkwe wangu asile katika vyombo vya bei ambayo hapana. Natamani ale katika vyombo vyenye gharama nzuri, kiviweka mezani vinafurahisha na vinatamanisha mtu kula hicho chakula kilichowekwa humo. Kuna seti ya vijiko. Utapata vijiko vya kusevia ubwabwa, mboga na kila kitu, na vijiko vya chakula pia. Hapa kuna visu. Una seti ya visu mpaka mkasi huko hapa. Hivi vyote vinatumika jikoni kwa aina tofauti ya mapishi. Na hapa kuna miko. Kuna kipekecho cha asili kabisa. Ninatamani mwanangu usipoteze asili. Asili ni nzuri, ukapekeche mtori kwa mkwe wangu. Jalo hili ninakupa mwanangu kwa ajili ya kuchotea
moto. Kuna kifaa hichi kwa ajili ya kukunia nazi. Usijiegemeze sana katika kukuna nazi katika mashine. Tumia kifaa hiki, ni kizuri sana, kinakuna nazi vizuri. Kuna kifaa kingine kwa ajili ya chapati, na tunatamani sana utumie hii kwa ajili ya maji ya kunywa. Vyombo hivi tumekukabidhi kama kamati, mwanangu, ukavitumie vizuri katika nyumba yako. Usiende kuviweka tu kabatini. Hivi vyombo umepewa ili uvitumie. Kuna brashi za kusugulia chooni, kuna mifagio. Naomba nyumba yako mwanangu ikawe safi, ikawe baraka kwa watu wengine. Kuna fungu moja ulikuwa unalipenda sana ukiwa mdogo. Mwenye kanzu mbili ampe asiye na kanzu. Ampe mwenye kanzu mbili ampe asiye na kanzu. Na mwenye chakula afanye hivyo hivyo. Kwa hiyo naomba hili jambo likaendelee katika nyumba yako. Ukawe mtu wa kutoa. Usikubali kupokea tu. Ukawape watu vitu. Amina. Tunakupa visufuria vidogodogo tu, maana wewe unaenda kwenye familia, kule kuna familia kubwa kama ilivyo ya mamako. Siku akikwambia tunakuja, basi sufuria kubwa lile ndio unapika ubwabwa, sio moja. Sufuria za maana, sufuria ambayo utapika chakula, wageni wale na kusaza. Mungu akubariki sana. Nadhani lakini bila kusahau, wakati unatenga chakula mezani, kuna tray kwa ajili ya kubebea vikombe. Utaweka vikombe, utaweka glasi, ukitenga juisi. Maana kuna jagi la juisi pale, ukishaisaga unapeleka mezani na vikombe kwenye tray. Mungu akubariki. Mungu akafanya nyumba yako kuwa mbingu ndogo. Tunakutakia kila laheri. MC na kurudishia flako. Kuna mtu mwenye zawadi mmoja, tusimbane. Tupo zawadi ya biharusi mmoja kama yuko mwenye nayo, tusimbane. Asante sana biharusi, nipende kukusogeza mbele kabisa hapa. Tukitoka kwa biharusi tutakuja kwa mama, ili tumalize kabisa kwa mama. Tunapoenda kula tunakuwa tumeshamaliza, tukija tunacheza tu, si ndio? Ndio. Lakini huyu alifinyangwa. Hizo ni kazi za Mungu, hakuna awezaye kuziingilia. Na kama alipenda hivi, mimi nani wa kukataa? Ninajikubali kama nilivyo, na mimi ninatamba na kuona kama mimi ni mrembo kati ya warembo, hata kama ilikuwa ni jioni saa ngapi. Basi nipende kuwakaribisha. Nitaanza na mashangazi, nitaanza na wale watu wa karibu kabisa kwa shangazi. Mashangazi, yani shangazi ni baba tena nani hao wote, alafu na wengine wote tutafatia. Basi DJ niletee mama mzazi. Baada ya shangazi tutawalika ndugu jamani, marafiki. Vigelegele kwa ajili ya mama. Mama mimi ndio pale ndio mwisho. Huyo ni mama kwa binti, baba kwa mtoto wake. Safi sana. Jamani, mimi vitu huwa naviona tu kwenye picha, kumbe ni leo nakutana navyo live. Safi sana. Kumbuka nyuma nipige picha. Safi sana. Hata mnapiga picha mmenuna, ndio nini hivyo? Yani vipi? Safi. Asante shangazi, uko uliko shangazi.
zawadi, si ndio? Kuna vikundi ambavyo wana zawadi kwa ajili ya biharusi, vikundi ambavyo wana zawadi kwa ajili ya mama, kwa ajili ya Joan. Vikundi gani? Basi 10 Sisters. Kuna kikundi kingine Mama Colin alafu 10 Sisters. Mama Mwaruka anakuja kwa ajili ya zawadi kwa Joan. Baada ya Mama Mwaruka basi nitamleta Mama Joan hapa, alafu vikundi vyote kama kuna vikundi ukakae kiti, naomba kiti kimoja kwa ajili ya mama mtu. Sasa vile vikundi naomba sasa viwekwe tayari. Tutaanza na kikundi gani ambacho mko tayari? Chukua nafasi. Unyo tena. Kikundi kingine, kikundi gani baada ya 10 Sisters? Shangazi. Hili ni kupa mic. Vikundi, kama kuna kikundi basi mtaniambia. DJ niletee shangazi. Baada ya shangazi ndio mtapatia. Baada ya shangazi
marafiki kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Kongowe. Lulus DJ, tuletee Lulus. Jamani, tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Jamani, ndugu wapendwa katika Bwana, tuna kila sababu za kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kutifikisha jambo hili ambalo tulikuwa tunalisubiri kwa hamu sana. Kundi hili ni kundi maalum. Ni lulu ya wajane. Nadhani wote mnafahamu nini maana ya mjane. Mjane mnafahamu, hata nisiseme. Kwa hiyo huyu ni mjane mwenzetu. Lakini sisi tulisema kuondoka kwa waume zetu sio mwisho wa maisha. Maisha yataendelea tu. Tukasema mjane asilie peke yake. Mjane asifurahi peke yake. Wajane tushikamane. Na sisi wajane tunamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunasema sadaka inayotolewa kwa mjane na yatima ni sadaka ambayo Mwenyezi Mungu anaikuza hata kama itakuwa kidogo kiasi gani. Binti yetu Joan, baba hayupo, lakini muamini Mwenyezi Mungu. Sisi mume wa wajane ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nyumba ya wajane hazikaukiwi. Ni kwa nini? Sisi wa mama wajane ni wana maombi. Tunaomba kila tunapowaombea wenzetu waliotangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awapunguzie adhabu ya kaburi. Mwenyezi Mungu awaweke katika, wajalie pepo iliyo njema. Nawe binti yetu, kila unapoenda muombe mume wako atokapo na ingiapo. Jamani, sio msemaji sana. Kama kuna mjane yote aliyoko hapa akitaka kujua siri ya wajane hao wanaomeremeta, hawa ni wazee wa kuanzia miaka 60 na mpaka miaka 70 huyu mama, lakini tunameremeta, aje tutampa siri. Siri ni kujiamini. Siri ni kukubali ujane, kwa sababu hata wengine mlioko hapa ni wajane watarajiwa. Uongo uongo. Akitoka Mama Mdongo anakuja Mama Colin. DJ, naomba mlete Mama Mdongo. Mtu mwingine yoyote ambaye anasema ana zawadi kwa ajili ya mama, kama yupo
au tuwakaribishe wageni wote ambao tumekuja jioni hii ya leo. Ikiwa wageni wote sasa. Wageni wote. Mtani aje huku basi. Ana hela? Kama ana hela huyu mtani vipi? Ambalo Joan huku nyuma nao wanasema unawaziba. Joan anataka mpatie mama yake zawadi. Kwamba mama, mimi sina mama. Mama we. Pete ya dhahabu mama. Nipe maiki jamani. Hamjaisikia sauti ya Joan, si ndio? Nije hebu shtua kidogo. Mama wewe. Mama. Wakubwa zangu shikamoni. Napenda kumshukuru Mungu kwa siku hii ya leo. Ametujalia kibali cha kufanikisha shughuli yetu. Tunamshukuru sana kwa sababu bila yeye tusingeweza kufika hapa tulipo. Lakini pia nachukua nafasi hii ya kipekee kuwashukuru wanakamati, 10 Sisters, marafiki, majirani na wote kwa pamoja. Tunatambua mchango wenu kufanikisha tukio hili. Asanteni sana, Mungu awabariki. Pale ambapo mmetoa, Mungu akawazidishie. Muda wenu ambao mmetumia kufika hapa, Mungu akawazidishie zaidi na zaidi. Nina mengi sana ya kusema kuhusu mama yangu, lakini kikubwa, kwa machache, napenda kumshukuru Mungu sana kwa kunipatia zawadi hii ya kipekee katika maisha yangu. Mama amenifundisha umuhimu wa maombi, umuhimu wa upendo na kumtegemea Mungu katika kila jambo. Familia yetu tumekuwa tukilelewa kuwa wenye upendo, wenye hekima, lakini pia wenye uvumilivu na kutegemea Mungu katika maombi. Yaani unaweza kukuta hata kuna changamoto kubwa kabisa imetokea, lakini mama kikubwa atakachokisema atasema kwamba tuombe. Yaani chochote kile atamtanguliza Mungu kwanza. Napenda sana kumshukuru mama kwa kunifundisha hivyo. Hata mimi namwahidi kwamba nitakapoenda katika familia yangu, kikubwa sana nitakuwa najitegemeza kwenye maombi. Mama yangu ni mtu mwenye upendo sana, anapenda watoto, ni mvumilivu, na muombea heri katika maisha yake. Mungu amtangulie, akamzidishie, akamjalie upendo huu. Yaani nina mengi sana ya kusema, na hela hii haitoshi haitoshi ukubwa huu haufiki hata chembe ya kitu ambacho nataka nikieleze kwake siku ya leo. Pesa hii ni kiasi ya shilingi milioni 5,
napenda nimkabidhi akafanya chochote anachopenda kufanya na hii pesa. Nampenda sana mamangu sana 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 sana. Mungu ambariki sana. Tunaomba ule wimbo wa Kijaluo ule wa mama. Wanasema basi wa mama wote tuje na huu wimbo. Nani kama mama? Wa mama wote. Nitakushangaa sana ukiwa umekaa. Nitashangaa sana kama mwenye kumpongeza mama. Wewe ambaye bado. Nitakushangaa sana. Safi sana mama. Sawa kabisa. Safi sana. Mama ukipenda lia. Furahi. Lia. Ni siku yako leo. Hakuna kabisa. Hata uende chuo kikuu ufiki. Hakuna upendo unaozidi wa mama wapenzi. Ukipata nafasi hiyo itumie vyema. Safi sana. Tunaomba turudi. Asante sana. Asante sana mama. Asante sana. Jamani, basi kule kwenye chakula naambiwa kila kitu kiko tayari. Hawa wawili watatupeleka kwenye chakula. Mama, mtu wako wa karibu anaweza kukushikia au ni... Tuna tukio moja ambalo tunataka tulifanye hapa kidogo. Tuone je, mama kidogo ana bado. Hebu unaweza kukaa? Jamani msije mkaanguka ujue. Kidesign tu. Hivyo. Yoni alafu naweka kidogo hiyo tunaitaka picha. Safi. Hiyo ndio hiyo Haya, asante sana. Gazi kuna dada pili. Hao watu hata nikiwaambia kitu hawezi kunifanya chochote. Mama Joan utatangulia moja kwa moja kwenye chakula. Kamati ya chakula tutaamsha watu kwa ajili ya kwenda kula. Sawa jamani, chakula chetu ni kingi sana na cha kutosha. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Yaani kwa mimi ningependa kumkaribisha mtu mmoja hivi ambaye yani yeye akiomba anaombea Waislamu, anaombea Wakristo. Huaga nampenda sana akiongoza ibada ya chakula. Naomba nimkaribishe mama yangu mpenzi, kipenzi, Mwalimu Tea. Asante kwa kuniona mwanangu kipenzi. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asalamu alaykum. Basi tutakwenda kuombea chakula. Tuinamishe vichwa, tuendelee kukaa. Baba yetu na Mungu wetu ketipo mahali pa juu patakatifu palipoinuka, mbora wa viumbe vyote na mwingi wa rehema. Baada ya kutaja na kusifu jina lako tukufu ya Rabbil Alamin, Mungu wetu, hatuna budi kukushukuru kwa kutuwezesha kuwepo mahali hapa tangu tulipoingia hadi muda huu ambapo tunaelekea kwenye meza ya chakula. Ya Rabbi, naomba kuwabariki wale wote walioandaa chakula. Naomba kila mmoja atakayetumia chakula hiki akapate nguvu
na neema na baraka ya kukutumikia wewe. Tunaomba ukibariki, kwa sababu ni riziki itokayo mikononi mwako. Tunakirudisha tena mikononi mwako, Mungu wetu, ukakipe neema. Baada ya kusema hayo, wote tuseme amen. Kwenye chakula tunaomba tukaribie, tunyoke tu. Asante. We don't know